mchakato mwingine unahusisha au ni uimarishaji wa sauti. Tunaimarisha sauti kutoka katika hapa tunaangalia nyuzi mtetemo. Tunaangalia zile zenye mtetemo mdogo kwenda kwenye mtetemo mkubwa. Lakini hapa kwenye uimarishaji tunaangalia zile sauti guna zinakuwa ni dhoofu kuliko sauti si guna. Hivyo hapa tunaangalia sauti ambazo zina mtetemo wa chini kwenda kwenye sauti ambazo zina mtetemo wa juu. Hapa tunazo data ambazo data zetu ni mbili ndimi na ndefu. Lakini mbili huwa inabadilika kutokana na ikipelekwa kwenye ngeli ya NN, maanake ngeli ambayo haina wingi wala umoja. Lakini hizi ndimi pamoja na ndefu hizi zinabadilika pale ambapo neno la umoja tunapoleka katika wingi. Hapa tunayo hatua ya kwanza ambayo tumechanganua umbo ndani, na umbo nje. Kwamba katika Kiswahili tunalo umbo ndani ambalo linakuwa katika fikra ya mzungumzaji, lakini lile umbo ambalo nalitamka kwenye wingi ndilo linaloonekana katika maandishi. Mfano katika neno katika ngeli zingine tunaweza tukasema watu wawili au mbuzi wawili, lakini tunapokuja kwenye ngeli mfano meza, tunaposema meza maanake hakuna wingi wa meza, lakini tunapokuja kusema meza mbili maanake tunaona inabadilika. Hiki kiyeyusho kinabadilika kuwa kipasuo cha midomo, ambapo sasa hiki kilikuwa dhoofu kuliko ba ambayo ni imara. Kwa hapa tunakuwa tumefanya uimarishaji wa sauti. Lakini pia katika neno ndimi, maanake hapa tulikuwa na neno ulimi ambapo tukiweka katika wingi kwenye Kiswahili inabadilika kuwa ndimi, ambapo sasa tumeimarisha kitambaza hiki ambacho ni kina mtetemo mdogo kuliko da ambayo ni kipasuo cha ufizi. Hivyo kitambaza kinabadilika kuwa da ambayo ni kipasuo cha ufizi ambacho ni imara zaidi kuliko kitambaza hiki. Lakini pia kwenye neno refu hii inapokuwa imetanguliwa na nazali, hiki kimadende kinabadilika kuwa sauti da ambayo inakuwa ni kipasuo cha ufizi. Hivyo kimadende ambacho kiko chini zaidi katika uimara na udhoofu, ambacho ni dhoofu zaidi kuliko da, kinabadilika kuwa da ambayo iko katika ngazi ya juu. Hivyo tunakuwa tumeimarisha sauti ambayo ni kimadende kuwa sauti ya kipasuo. Ambapo sasa hapo tulikuwa katika hatua ya kwanza ya kubainisha umbo la ndani na umbo la nje. Sasa tuje kwenye hatua ya pili ambayo tunaangalia sauti zilizokumbwa na mabadiliko. Maana tukija kwenye data ya kwanza kwamba wa ilibadilika kuwa ba, maanake kiyeyusho kilibadilika kuwa kipasuo cha midomo. Lakini pia katika data ya pili na ya tatu kwamba kitambaza na kimadende zilibadilika kuwa kipasuo cha ufizi da. Haya ndiyo mabadiliko ambapo mazingira yake ni pale hatua ya tatu ambapo tunaona kwamba mazingira yake zilikuwa zimetanguliwa na nazali na kufuatiwa na irabu kama tunavyoona hizi hapa. Kwa sababu irabu ni tofauti, ndio maana tumeandika umbo la irabu badala ya irabu yenyewe inayoonekana hapa. Kwa sababu tungeandika irabu hii tungefungwa katika data ya mwisho. Kwa hiyo mazingira yake yanakuwa hayo, na hatua ya 4 tunaainisha mchakato ulioukilia utokeaji wa sauti hizi ambao ni uimarishaji wa sauti. Maanake sauti tumeziimarisha kutoka katika sauti dhoofu kwenda katika sauti imara zaidi. Na ya 5 tunaweka sasa kanuni yetu, ambayo kanuni tunasema kwamba kwa mfano kanuni ya kwanza tunasema kiyeyusho kilibadilika kuwa kipasuo katika mazingira ya kutanguliwa na nazali na kufuatiwa na irabu. Hii ndio inakuwa kanuni yetu ya kwanza. Lakini kanuni ya pili kwamba kitambaza na kimadende zilibadilika kuwa kipasuo cha ufizi katika mazingira ya kutanguliwa na nazali na kufuatiwa na irabu kama hivi. Hizi ndizo zinakuwa kanuni zetu ambazo
tunakuwa tumezibainisha katika mchakato huu. Sasa tutakuja kuweka sifa bainifu za sauti zetu ambazo zimepata mabadiliko. Hii haitahusika kuwekea sifa bainifu kwa sababu hizi si sauti. Hili ni umbo na hili ni umbo, hivyo hatutaweka. Tutaangalia tu hizi ambazo zimepokea mabadiliko. Unaweza ukajaribu kuweka sifa bainifu hapa ili kuendelea, na unaweza ukafanya pia zoezi lingine ambalo ni kueleza mchakato huu, kueleza utokeaji wa mchakato huu kwa kutumia maelezo na ukitumia sifa bainifu ambazo utakuwa umesijaza katika mabano haya. Kumbuka mabano hapa tunaandika mabano mraba kuonesha kwamba hizi ni sifa za kifonetiki, sifa bainifu za sauti za kifonetiki. Asante, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuendelea kupata maarifa haya. Asante sana.